katika podcast hii ya kipekee, na leo tunagusa safari ya mwisho ya maisha ya mwanadamu, tukijadili saa chache kabla ya mtu kufa na saa chache baada ya kifo kutokea. Katika maisha ya kila siku, vifo hutokea karibu nasi. Lakini je, tumejiuliza kinachotokea ndani ya mwili na akili ya mtu muda mfupi kabla ya kufa na baada ya roho kuondoka? Leo tutachambua mchakato huu wa mwisho wa maisha kwa njia ya kitaalamu na ya kiroho pia. Tafadhali kaa tayari kwa safari hii ya maarifa na uitafakari pia. Ni nini ambacho hutokea saa chache kabla ya mtu kufa? Wataalamu wa afya na watoa huduma za wagonjwa wanaoelekea kufa wameshuhudia dalili za pamoja zinazotokea saa chache kabla ya kifo. Hapa ndizo hatua kuu. Hatua ya kwanza kabisa inaitwa kupungua kwa nishati. Mgonjwa huanza kuwa na uchovu mwingi, hataki kuzungumza, anasinzia sana. Mwili huanza kupunguza matumizi ya nishati kwa shughuli zisizo za lazima. Hatua ya pili ni mabadiliko ya mapigo ya moyo na kupumua. Mapigo ya moyo dakika chache kabla ya kifo kutokea huanza kupungua polepole. Wakati mwingine kupumua huenda kwa mikupuo mirefu na kuacha mapengo marefu kati ya pumzi moja na nyingine. Hali hii hujulikana kama chain stroke breathing. Hatua ya tatu au jambo la tatu linalotokea dakika chache kabla ya kifo cha mwanadamu ni kupungua kwa mzunguko wa damu. Vidole vya mikono na miguu hupata baridi, kucha hubadilika rangi na kuwa za bluu au zenye rangi ya majivu, dalili kuwa damu haizunguki vizuri tena. Jambo lingine ambalo hutokea dakika chache kabla ya kifo ni kupungua kwa uelewa na mawasiliano. Mtu huanza kuonekana kama yuko nusu ya kupoteza fahamu. Wengine huona maono ya watu waliokufa au sehemu za kiroho. Hali hii mara nyingi hujulikana kama maono ya mwisho. Jambo lingine ambalo hutokea saa chache kabla ya mtu kufa ni kupungua kwa hamu ya kula na kunywa. Mwili wa mwanadamu huacha kuwa na hamu ya chakula au maji kwa sababu viungo vya ndani huanza kufunga kazi. Familia nyingi hupata wasiwasi, lakini huwa ni sehemu ya mchakato wa mwisho. Sasa je, ni kitu gani hutokea wakati wa kifo? Mwishowe mapigo ya moyo husimama, pumzi ya mwisho hutolewa, mara nyingi kwa sauti ya ndani au hewa ya haraka. Wengi hutaja kwamba kuna utulivu wa ajabu, kana kwamba mwili umeachilia hatimaye. Katika baadhi ya imani, hapa ndipo roho huondoka mwilini ikielekea kwenye maisha ya baadaye au pumziko la milele. Na nini hasa hutokea saa chache baada ya mtu kufariki? Kifo kinapotokea, mabadiliko ya mwili huanza kutokea haraka. Hapa ni baadhi ya hatua kuu. Hatua ya kwanza hujulikana kama rigor mortis. Baada ya takriban saa 2 hadi 6, misuli ya mwili wa binadamu huanza kuganda. Hali hii huitwa rigor mortis. Mtu aliyekufa hawezi kusogezwa kirahisi tena. Hatua ya pili ambayo hutokea baada ya mtu kufa ni kupungua kwa joto la mwili. Mwili huanza kupoa polepole kwa saa kadhaa. Hali joto ya mwili hushuka kwa wastani wa nyuzi 1.5 kwa saa. Lakini jambo jingine ambalo hutokea pale ambapo mwanadamu atakuwa tayari ameshafariki ni mabadiliko ya ngozi. Ngozi huanza kubadilika rangi, hasa sehemu zilizokuwa chini au zinabana na kitu kwa sababu ya mkusanyiko wa damu. Sehemu hizo huonekana za zambarau au za bluu. Jambo jingine ambalo hutokea saa chache baada ya mtu kufa ni kuachia kwa misuli. Kwa muda mfupi baada ya kifo, misuli huachia. Hii inaweza kusababisha mdomo au macho kufunguka ikiwa hayakufungwa. Jambo jingine ambalo ni la mwisho kwa siku ya leo ambalo hutokea baada ya mtu kufa ni harufu na mchakato wa kuharibika. Baada ya masaa kadhaa, viungo vya ndani huanza kuharibika na kutoa harufu kutokana na bakteria na mabadiliko ya kemikali.
Katika jamii nyingi, kifo si mwisho bali mwanzo wa safari mpya, aidha ya kiroho au ya kiimani. Katika dini mbalimbali ni kipindi cha kuomba, kuaga na kujiandaa kwa mazishi au matambiko ya mwisho, lakini pia ni kipindi cha kutafakari safari ya mtu mwingine, kutukumbusha kuwa nasi tupo katika mwelekeo huo huo. Asante kwa kuwa nami hadi mwisho wa podcast hii. Kama imekugusa au kukupa maarifa, tafadhali shiriki au share na kwa wengine, ili sote tuendelee kujifunza na kutafakari maisha yetu ya sasa, kwa sababu hatujui siku wala saa. Nilipokuwa naandaa makala hii, kiukweli niliogopa sana, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo binadamu huogopa ni siku ambayo anajua kabisa atakufa, japokuwa hatujui ni lini.